Yes, karibu tena kwenye Zero Recap TV. Usisahau kusubscribe, follow na kushare. Sasa tunaenda katika kigongo kingine au movie nyingine kabisa. Hii hapa story inaanza ikionyesha ndege ikiwa imepata ajali na watu wanatoka kwenye ndege huku wakiwa wanavutwa na upepo kwelikweli, na upepo mzito. Yetu inamuhusu mdada anaitwa Linda, huku akiwa amekamatwa mkono na kushikiliwa kwelikweli na jamaa akitaka asaidiwe pale bwana. Linda alivyotaka kumpa mkono akaondoka, na purukushani ilikuwa kubwa ya kuokoa uhai pale. Kila mtu anataka okoe uhai wake, lakini haikuwa bahati bana kwa waliotangulia, na ndege ikaenda kuanguka. Usipokuwa umefunga mkanda unakwenda na maji. Ndege ikaanguka kwenye maji, na kwa bahati mbaya ilikuwa ni usiku mnene kabisa, na walianguka kwenye maji. Na kwa bahati nzuri Linda alifanikiwa kujiokoa hadi nchi kavu, na asubuhi alikuwa amekunywa jagi nyingi sana za maji, na akaanza kuangalia kama wameanguka watu wangapi na waliofanikiwa kupona. Akampata bwana fulani kwa jina anaitwa Davis bana, na akamkuta ameumia. Davis ameumia pale, na akaangaza kushoto na kulia ili kuangalia jinsi gani atampa msaada. Kumbe Davis bana alikuwa na mkataba wa kampuni ya ndege, na alikuwa yeye amepandishwa cheo bana, na hiyo ndo ilikuwa historia yake. Na alikuwa akimdharau kweli Linda, na walikuwa wakimcheka, lakini leo hii anakuja kuokolewa na Linda alomdharau. Na Linda ikabidi anze kufanya harakati pale za kuwasha moto na kutengeneza kibanda ambacho kitawastiri kwa muda ambao wataanza kutafuta msaada, huku akimfunika Davis na kutengeneza kibanda pale. Akaanza kutengeneza mbinu anazozijua yeye ili wasurvive kwenye hicho kisiwa walichofikia bana. Na walikuwa wawili tu, upweke ulikuwa mwingi kweli kweli. Kwa bahati nzuri bana, Linda alifanikiwa kutengeneza maji bana, na akaanza kunywa, na Davis akaamka. Alivyoamka lakini halikuwa hana nguvu kabisa. Linda akafanikiwa kuwasha moto pale na kushangilia kweli kweli. Akafanikiwa kuvua samaki na kuanza kumlisha Davis, lakini Davis alikuwa akihisi aibu kwa kitendo alichomfanyia Linda siku za nyuma. Na Linda alikuwa hana mawazo kweli kweli, akifikiria kiasi gani watatoka kwenye hichi kisiwa walichokwama watu wawili tu. Lakini Davis aliendelea kuwa na huzuni, na Linda aliendelea kumpa chakula, lakini Davis alionekana kama hataki vile, lakini ilimlazimu kwa sababu alikuwa anasikia njaa kweli kweli, na ikamlazimu hale, na akaanza kutengeneza urafiki na Linda bana pale, na wakawa marafiki kweli kweli za kupiga story. Na Davis akamwambia, akamuomba msamaha kwa kile kilichotokea, na yote yaliyotokea ni amsamehe kwa sababu alikuwa ajui kama hayo yatatokea. Na akachukua viatu vyake pale Linda akaenda navyo bana ili kumuoshea. Ilipofika majira ya usiku ikawa changamoto ni kulala bana, huku Davis anawaza sana. Akawa anawaza na vitu vikaanza kumwangukia pale, akishangaa kumbe bana ilikuwa ni upepo mkali ulikuwa ukipita bana. Na Davis alikuwa anahisi kiu kweli kweli, na alikuwa nusu akate roho kwa ubishi wake. Kwa bahati nzuri ilipofika asubuhi, Linda akamletea maji ya kunywa bana. Akashangaa sana kwa nini Linda anamjali kiasi hichi na hayo mambo anayofanya Linda alitakiwa hayafanye yeye, lakini Linda akajitoa na anamsaidia bana. Akamwambia kwa sababu
sisi ni binadamu, wewe ukifa mimi nitabaki na nani kwenye hichi kisiwa bana. Ikabidi sasa Linda achonge mkuki na kuingia polini kutafuta chakula pale bana, na akafanikiwa bana kuchonga mkuki wake freshi. Kuingia sasa akakutana na nguruwe poli bana, akaanza kuwinda pale, lakini nguruwe poli akamshindwa bwana. Alivyomshindwa ikabidi akimbie. Alivyokimbia kumbe nguruwe akaanza kumtafuta bana. Alivyoanza kumtafuta pale akakuta nguo ipo chini, akanusa kumtafuta Linda yuko wapi. Kumbe bana Linda alikuwa amepanda juu ya mti na akamshukia nguruwe na kumpiga ule mkuki wenye sumu bana, lakini nguruwe au kuingia. Na kipindi nguruwe anafuata kumshambulia, alikuwa ameweka mkuki mbele na ukamdunga ule nguruwe bana, na akafanikiwa kumuua pale pale na nguruwe akafa. Na kichwa bana cha nguruwe pale akamwambia, haya sasa msosi hapa tutaishi. Haya sasa siku iliyofuata bana, maana hayo yalikuwa ni maji ya baharini, wasingeweza kunywa. Akaona maji yakitiririka kweli kweli na kufurahi kweli kweli, lakini kwa mbali akafanikiwa kuona boti bana na kupiga mayowe pale la msaada, lakini boti haikufanikiwa kuwasikia na boti ikaondoka.